fanya mpango nirudishe pale pale uponikuta. La sivyo nitakuua. Na wanangu tuko kwenye mission. Na wanangu tuko kwenye mission. Okay, mission. Ukimwona Baba Yaga yuko kwenye mission. Najika Shupa J yuko kwenye mission. Ote tuko kwenye mission. Baba Yaga anafanya mambo yake. Yes, hello. Karibu Maruso Furniture hapa. Yes, nakusikiliza. Nani? Oh, Baba Yaga. Hapa Maruso Furniture, unaongea na Maruso Furniture hapa. Yes, bidhaa zote zipo, karibu. Yes. Tunaweza tukaonana, hamna shida. Tunaweza tukaonana. Okay, sasa hivi. Kitu ambacho mimi nataka vitanda vya sofa kama 5 hivi. Ndio. Makabati ya jikoni pamoja na nataka vitanda viwili kwa ajili ya watoto wangu. Sasa sijui utanichaji kwa shilingi ngapi vyote hivyo. Hapo utaratibu tulioweka kwa wewe ni mgeni, tutafanya biashara mzigo wote ni milioni 10. Ila kwa wewe tutashusha 2 kidogo, kwa utakufanya milioni 8. Sawa, mimi nadhani swala pesa sio shida, hapa pesa ipo. Safi. Mimi nadhani nipe siku 2. Kesho na kesho kutwa. Siku 2. Jumatatu nitakupigia simu uje ofisini ili nikupatie hizo pesa kwa ajili ya kuanza hiyo kazi. Mimi nadhani hakuna shida. Vitu vyako vyote ulivyohitaji vitapatikana kwa wakati. Samani ndugu yangu, sikukwambia. Naam. Huyu ni rafiki yangu. Yeye yuko na mali anauza. Kwa hiyo hapa tupo kwa ajili ya kufanya biashara. Kuna bosi tunamsubiri hapa ili tuweze kufanya biashara tupate hela. Kwa hiyo na pia kwa sababu nimeona kama nimekula muda wako, umetoka mbali, umekuja hapa. Kwa hiyo mimi nitakusaidia na wewe upate chochote kitu. Maana hii biashara tunaifanya ni ya pesa mingi bwana. Shukrani sana, furahi sana. Karibu sana ndugu. Karibu sana. Karibu. Hebu nionyeshe huo mzigo tuone. Mzigo huu hapa. Sadakta. Sasa ulivyonitumia picha na mimi nikamtumia yule tajiri bwana. Yaani tajiri alifurahi sana kuziona. Yenyewe.
Aya lambada yakadabada yalla yambada. Yaani hili unaliona hili? Ndio. Hili ni dini. Hili ni jiwe ambalo liliachwa na wakoloni miaka hiyo. Ni jiwe ambalo linatafutwa sana. Liangalie. Nzito. Safi sana. Safi. Unaona hizi pesa ni pesa za zamani. Ndio. Sasa kuna lupia hapa. Hii hapa. Umeona hii lupia hii? Ndio. Hii lupia bwana ni pesa ya zamani sana. Ukikutwa nayo hii, yani hii moja, pesa zake unakula wewe na watoto wako na wajukuu zako, baba yako na mama yako, mnakufa na pesa mmalizi. Hata kasema kwa siku mnatumia labda milioni 3 kwa siku. Unaweza kutumia miaka 16. Ili jiwe bwana linauzwa pesa mingi sana. Ulisema shilingi ngapi hili? Inakuwa milioni 2, jumla milioni 12. Okay, sawa. Hili bwana, kuna Wajerumani wamoja wako hapa sehemu moja napaita hapa, kama unaenda kwenye ubalozi wa Marekani. Ukipeleka ili wanakupa milioni 500 cash. Wewe kabisa tukichukua ili unapiga ile kabisa. Hii ni hela. Sasa hilo ni zito. Sasa yule bosi hayuko mbali neno hili. Kwa hiyo atakuja hapa muda si mrefu sana. Kwa hiyo ni vyema tu nikuombe tumsubiri. Hatochelewa. Bwana, sasa mimi inabidi nikapate chakula, maana nimekuja njaa inaniuma kweli ndugu yangu. Ujala. Na vidonda vya tumbo ni hatari bwana. Sawa, ila akija utanicheki. Sawa. Kwa hiyo bwana, hii biashara kubwa sana. Mtaa umepoa. Tena umepoa so poa. Jamani. Yaani sioni watu wakipigana, sioni watu wakisemana, wakitukanana, wakisutana Sinianze huku, sijui huku. Ngoja. Nani kajamba Mama Jofle. Kamemponyo hapa niende huku. Mtaa unanihitaji huu. Sijui niende huku. Kuja niende huku. Huyu jamaa ametoka sehemu moja wanapaita Lukwangule. Lukwangule iko Morogoro huko ndani kabisa. Ndio, siisikia lakini. Shai kupasikia. Sasa ndio ametoka huko. Kwa kuna mzee mmoja ameniunganishia na huyu kijana. Kwa hiyo mimi nadhani tutafanya biashara na wewe nitakupatia pesa. Chote kitu upata hata milioni 2. Nashukuru sana mzangu. Sio mbaya. Mimi najua ukikuunganishia ile dili na wewe utakuwa mambo yatakuwa safi, utanifanyia wepesi huko. Nashukuru sana. Unajua bwana tunataka kutengeneza biashara zidi na kuzidi. Okay, tajiri anakuja huyo hapa. Ndio hapo. Habari ni za saizi? Kwema kabisa. Nafikiri sijachelewa sana. Hebu kila kitu kipo sawa kama tulivyoongea? Kila kitu kimekwenda sawa, lakini kwa bahati mbaya au nzuri yule bwana amekuja hapa na lile dini nimeliona. Kama nilivyokutumia kwenye picha, na zile silver pia amekuja nazo. Kwa hiyo amekwenda kidogo kupata chakula hapo. Kwa hiyo atakuja muda si mrefu. Hivi ile silver ni shilingi ngapi? Yeye alisema kile kidude anakiuza kwa shilingi milioni 10. Na zile rupia amekuja nazo? Kwa hiyo sijui zile 5 utatoa shilingi ngapi? Sawa. Sasa hivyo vote mimi nitatoa milioni 12. Milioni 12. Sawa tu, mimi nitazungumza naye. Mimi hapo sijaweka hata ya kwangu. Mimi najua utaliwezi kuniacha hivi bwana. Sawa, haina shida. Sasa kutokana na wakati nilikuwa naomba tufanye jambo moja la msingi sana. Kuna
biashara fulani nilikuwa nafanya hapo mbele, kuna miamala inabidi nikaifanye. Sasa nilikuwa naomba niende nikafanya hiyo miamala. Jamaa atakapokuja utanipigia simu ili tujue tunafanyaje. Sawa, lakini yeye hatochelewa. Sio mbali, wewe usijali, kila kitu kitakuwa sawa kama kawaida. Kama tulivyoongea, mimi naenda kufanya miamala, yeye atakapofika tutawasiliana, mimi nitakuja tunamaliza kabisa. Wala halina shida, akishafika tutapo tunamaliza. Sawa. Haya. Simu yako hiyo karibu bwana. Sawa, haina shida. Haya. Umemwona huyu? Huyu ni bosi mkubwa sana na miliki migodi Mlelani. Huyu mtu hatari. Baka nimpenda bwana. Unajua bwana kumbe mfanya biashara mkubwa. Watu wanamheshimu huyu. Ndio. Yani huyu kukutunuku gari tu kwa kitu cha kawaida. Wasanii wengi hawa wakawatunuku magari wengi tu. Nishasikia akina Munjanga Mwijagu, wote wakawapa magari. Yana hela sana. Juksi! Mambo shem? Poa, mzima. Mzima, niambie. Sasa nisikilize. Mimi nimekuja hapa nina jambo langu. Kwanza una kifua? Kifua? Mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? Huku ninakotoka sasa hivi nimemwona mke wako anatoka guest na mwanaume. Unasema? Sio naongea nini? Anatoka guest na mwanaume. Sasa mbona hujaja kunifuata? Sasa je kukufuata hiyo vipi? Mimi nilisubiri kwanza nione kama watafanya au la. Ningekuja huo muda hawajafanya, lakini sasa hivi paka nakuja wamefanya. Kwa maana bado wapo ama inakuwaje? Jamani. Daise. Yani naona mnapishana. Yani ametoka sasa hivi hapa, lakini yule jamaa ana pesa bwana. Hebu mcheki kwanza kwenye simu. Kwa zile zote amesema atatoa milioni 12 kile kidude pamoja na hizo pesa za zamani. Kwa hiyo utaangalia wewe ndugu yangu mimi hapa utaniachaje? Mimi na wewe tena. Sasa huyu mzee hapatikani bwana. Si shida ni nini? Itakuwa mtandao bwana. Sasa itakuwaje? Sasa kuna kitu kimoja hivi. Naombeni milioni 1. Niwaacheni huu mzigo. Nikawape jamaa pale nje, afu mimi muendelee kufanya biashara, mimi hiyo leo nitaje kuagea. Unaonaje hiyo? Ni swala zuri, lakini mimi hapa bwana kwa bahati nzuri sikuja na keshi yoyote. Na leo nimefanya uzembe, sikutembea hata na kadi ya benki. Sasa sikiliza bwana mdogo. Kama utakuwa na shilingi milioni 1, tumpatie bwana ili atuachie mzigo, alafu tukishauza utachukua milioni 1 yako, alafu tutakuongeza milioni nyingine itakuwa milioni 2. Sema tutampa 3 ndugu yangu bwana, mfikirie bwana. Utapata milioni 3. Milioni 3? Hamna shida kwa sababu. Si milioni 1 tumpe kwanza bwana aende. Kwa hapa sina keshi. Kwa hapa. Ila naweza nikamtumia kwa upande wa njia ya simu, mimi nikahamisha kutoka benki kuja kwenye simu yake. Kwenye simu sio mbaya. Cha msingi nimpe namba zangu ya simu hapo. Sasa we malizana nao watu mtumie hiyo hela. Tuone tunaweza tukafanya. Nipatie namba zako. 06 12 95 98 70. Mwisho 70. Okay. Jina Mawenge Senteputa. Kameseji kameingia. Hebu angalia bwana. Mambo kudhibitisha miamala, haya mambo ya hela bwana. Haya. Mzigo bwana inabidi ukae nao wewe. Uja tuangalie maana watoto wa mjini bwana. Yenyewe. Inabidi kae hapa bwana. Acha niwaache kidogo hapa. Haina shida. Sisi tutatukuta hapa bwana. Haya. Unaweza ukalala maskini ukaamka tajiri. Yaani kitu leo ndo nimeiona. Kwa hiyo kuwa na amani. Mimi mshikaji nakupigia.
huyu mke wangu bwana, unajua mimi na mke wangu tangia nimemwambia nataka kuoa mke wa 3 basi imekuwa ugomvi. Hawezi kukubali. Sasa unashajua kwa madili tena na wewe kwa hiyo mke wa 3 kweli. Unajua hizi simu za siri nimemdanganya, kwa hiyo naomba kidogo niongee na mama yako. Hamna shida, niko hapa. Bwana linda mzigo bwana. Hamna shida, hamna shida. Mama Kibua. Umesema mtoto amemeza shoka? Sasa hivi kuaje? Kwani wanamwita nani tena? Kwani wanamwita nani tena baba yaka? Kwani wanamwita nani tena? Kwani huyu ni nani tena baba yaka? Shoga yangu. Niambie. Yaani nina huzuni. Naogopa hata kukwambia. Maana hizo utakuwa na huzuni zaidi yangu. Kwani imekuwaje? Shoga yangu kwanza una kifua. Ndiyo, kifua ninacho. Yaani hili jambo limeniumiza mwenzio. Yaani limeniumiza. Yaani mpaka nataka kulia. Yaani hapa najikaza tu kwa sababu mimi mwanamke wa shoga najikaza. Yaani shoga yangu hapa ninavyokuambia. Nimepita hiyo njia ofisini kwa mumeo. Nimemkuta mwanaume wako na mwanamke. Sasa kibaya zaidi kamuunga kabati la nguo. Mume wangu mimi? Na akaona haitoshi kamuhesabia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 80. Na kama nimeona vibaya inaweza ikawa hata 100,000. Kampa shoga yangu, kampa. Nakwambia pamoja unaniuma. Hivi unajua mimi asubuhi nimemwomba shilingi 5,000 tu. Akaniambia ana hela. Mimi nahangaika hapa, nahangaika. Hiyo kabati humu ndani hakuna hata mfano wa kabati. Kweli. Mwanamke anapewa jamani. Jamani. Shoga yangu hadi unanitia huruma. Umemba 5,000 kwa kunyima. 5,000 kaniambia ana hela. Wanaume. Ndio hivyo shoga yangu. Yaani sio nimfuate huko. Toka nimeanza kukuambia mpaka nimemaliza shoga yangu. Umetulia tuli. Sasa nimemaliza kujifanya kielele kuinuka hapa kumfuata mumeo. Mimi sitaki. Yule ndege wako, maana tia nini? Atarudi mwenyewe bandani. Wewe msubiri. Ila kiukweli kakosea sana. Yaani naona kama muda uendi. Yaani sema nini? Ila tu usije ukanitaja mwenzio. Ukinitaja utanifanya mwenzako niadhirike. Na nikiadhirika mimi mwenzako hata nione siku moja mume wako anaenda na mwanamke guest, mimi siwezi kuja kukuambia. Sio, unanielewa? Sawa. Mimi siwezi kutaja wala nini. Sema inaniuma sana. Yaani inaniuma. Pole. Pole shoga. Haya, bye, usinitaje. Haya. Yaani nasema leo akirudi hapa nyumbani, hapa ingiliki, hapa laliki, hapa liki. Nitamuonyesha. Huo moto nitakaomwashia atanikuta nasema. Naona kama muda uendi. Mbona mzee arudi naye? Kudadeki hapa ndo pa kujiongeza hapa na mimi napiga mzigo. Maisha mbele kwa mbele hapa, chapu haraka bwana. Tanionaga huko. Wewe mke wangu yaacha tu. Mbona mke wa Fabi akitokea guest na mwanaume mwingine? Mke wa Fabi yule? Fabi wewe unamjua wewe? Anaonekana staarabu kumbe washenzi. Kawaje tena? Nilipoona vile tu nikaondoka na mambo yangu.
Lakini leo sio tena nakwambia hapa tena unaenda kuyatoa tena huko. Kuhusu ile ondoa shaka. Mimi wala sio mbea. Kuhusu kusema kwa watu. Una matatizo gani? Matatizo gani kuhusu nini? Tena nilikuwa nakungoja wewe. Yaani hivyo unanichukuliaje? Humu ndani jina lako ni sina hela. Sina hela mchana, sina hela asubuhi, sina hela jioni. Lakini hela za kuonga unazo sana. Tena sio hela tu, mpaka unaonga kabati. Kweli? Mimi nimeonga kabati, nani alikwambia hayo maneno? Hivyo unachukuliaje? Kwa hiyo yani anaweza katoka kula kaje kuniongopea? Kwa maana maneno yako ya kutunga ndio maana ukaamua uende guest au sio? Guest? Mimi nimeenda guest muda gani? Yaani mimi nimeshinda hapa nafanya usafi. Wewe unaniuliza mimi wakati wewe ndio ulienda guest? Na kuona tu. Na kuona unavyojibaraguza. Basi umejua umeyafanya ya kuyafanya, umefika hapa unanibadilishia mambo. Mambo gani? Wewe mwanaume malaya sana. Yaani sijui una nini? Mbona uliziki wewe? Mimi nikwambie wewe ndio uliziki. Wewe wakuniacha mimi kitu gani ambacho mimi sikupi mpaka unaenda guest? Unanichiti mimi, yani wazi yani watu wanakuja wananielekeza, wananiambia kila kitu, kila siku nilikuwa nasikia. Mimi nimeenda leo ndo nimeamini, yani dhahiri shairi. Kwa jiji gani unanifanyia hivyo jamani? Jamani, mbona unanilazimisha? Niambie nani aliyokuambia kama mimi nimeenda guest? Wewe hapa yani majina yako ni sina hela. Sina hela mchana, sina hela asubuhi, sina hela jioni. Lakini hela za kuonga tena basi ungeonga hata shilingi 2000. Unaonga 80,000, unahesabu 80,000, 10,018 mwanaume wewe. Sio pesa tu mpaka kabati. Nyumba yako hii haina hata kigoda cha kikabati. Wewe nani kakwambia mimi nimeonga kabati? Wewe alikwambia mimi nimeenda guest nani? Kaja shoga yako pale Jikeshupa na kaja akanifikishia ujumbe wote kwamba wewe kakukuta uko guest. Masaa 3 umeingia naye guest hadi umetoka anakuona. Kanifikishia mimi ujumbe. Jikeshupa? Sasa mimi mwenyewe kaniambia huyo Jikeshupa. Talakange njanki jeti awachani mtacha. Jamani, nenda kuua mwizi? Basi twendeni. Koma wewe. Yaani umekosa pote pa kupeleka umbea mpaka ulete kwangu, si ndio? Jamani, eti shemeji mimi tena? Mimi mwenzako nimeona mtaa umepoa. Mimi mwenzako nimezoea makelele. Mara huku watu wamepigana, huku watu wameenda kusutana, huku mke na mume wanatoleana nguo nje. Lakini mtaa wenu umepoa sana. Nikaona haka ya nini? Mimi tena Jikeshupa. Basi ndo kama hivyo. Nikachanganya mambo, mtaa uweze kuchangamka. Kwa nisameni, shemeji nisamee, shogangu nisamee. Yaani umekosa pote pa kuchangamshia mtaa. Mpaka uje uchangamshe kwenye ndoa yangu. Mwanaume huyu nimempata kwa waganga 12. Unataka niachike niende wapi? 12? 12 haikuhusu. Sasa leo nitakuonyesha show na unashangaza. Kaka. Tu mkubwa wewe bwana, anaanza kutudhalilisha hapa. Vipi ndugu yangu? Kama kawaida vipi hapa? Kama kawaida. Mnyama. Vipi sasa, maana simu zimekuwa nyingi kinoma, ni kuna mpya gani tena? Bonge la madili. Yaani ndio ile kitu na maskini unamka tajiri, ndio hii hapa sasa. Acha basi. Mtu mwenye pesa mengi. Eti maelekezo. Baba na mali. Mali gani tena? Tulia baba. Jikeshupa, changamsha mtaa. Ushachangamsha, ushachangamka. Ila leo kingenilamba mimi. Jiwe, ule mfimbo mimi ungenipatia wa mguu. Sijui. Angalia mali hizo baba. Boya mmoja kajichomeka hapo, kaanza kunipa stories za hii kitu milioni 12. Hii tu milioni 12. Afichiki mali hizi. Mona. Tumeenda baba. Si milioni 1. Nisikilize sasa. Si milioni 1 swili nikawapa watu fulani nimewapiga pale milioni 1 tukana piga story pale. Ghafla simu yake kaita katoka. Baba nimecheki hivi. Nakuta kama mtu simuone. Nimeruka ukuta mimi wayu.
Sasa hizi si hela za zamani? Ndio hela za zamani. Sasa hii hela gani? Kuna hata mimi sijui kama hela za zamani. Ndio. Ukienda Kariakoo pale unakuta umemwaga kibao pale. Baba za Kariakoo mimi sijui. Acha mambo. Acha ushamba wako na wewe. Ushamba gani? Hebu shika basi. Hebu leta ungana malize usijue wewe. Hebu angalia mzigo. Wewe mshamba ni unaona mambo mali hizi. Mbona kama chuma la silver hili? Kama chuma. Kwa ndugu yangu ndio umetoa milioni 1? Milioni 1 hapo mimi nakwambia hajakuja kubadilika mwanangu. Wewe amini. Amini mimi ninachokwambia. Mali hizi. Ndugu yangu umepigwa. Nimepigwa nini? Sasa chuma hili ndugu yangu. Nimepigwa nini wewe? Chuma gani? Uje kuangalia baba, hebu chekishika tena. Wewe mwanangu mjini umekuja juzi nini? Hakuna sana nimekuja juzi. So na wewe. Kuna mali gani ndugu yangu wewe? Kwa hiyo utakuamini, utakuelewa au utakusikia? Mwanangu kweli mapepe. Hebu shika mano uchafu wako. Ndio unanipigia simu kwa uchafu kama huu. Simu tena yo. Nipigia mimi mwenzake nimetoka kwenye majanga saa hizi. Alo bosi. Ndio. Sawa, hamna shida. Sawa. Baba Yaga, yuko kwenye mission. Najike shupa je, yuko kwenye mission. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Samani bwana, niko na kamzigo kangu haka. Naelekea sehemu moja anapaita Mabembeani. Mabembeani pale utanipa shilingi 3000 mzee. 3000? Sawa, mimi nitakupa 5000 bwana. Sawa, asante. Nataka nimfurahishe mama yako bwana. Sawa. Basi ngoja tupatie. Kuna mtu amejitera bwana, nimempa shilingi 50,000 bwana, kiroba kizima hivi. Niendeshe vizuri bwana, sio kanivunja miguu bwana. Haya baba. Haya. Ana miguu yenyewe ishakufa hivi. Mimi nakaa wapi sasa? Kokote babu, hata aufungi na mpira au vipi? hivyo naenda. Sawa bwana. Mimi niko tayari bwana. Bismillahirrahmanirrahim. Udugu wangu, hizi nywele zako chafu kwa kweli. Yaani jitahidi siku nyingine ukija kusuka, jitahidi kuosha. Nitaziosha shoga yangu, hata usijali. Yaani chafu. Saluni zipo, hata hazijafungwa. Na hata kama zikifungwa zifungwe milele. Na kusuka tu kwa ajili ni wewe. Acha tu nikupe umbea. Upi tena shoga yangu? Maana wewe upoi. Mke wa Fabi. Fabi? Fabi namjua mimi? Huyo mke wa Fabi namjua wewe, katoka gesti. Ameonekana katoka gesti na mwanaume mwingine. Jamani. Mbona dada anaonekana mstaarabu? Anayepita hapa kujishaua. Ewe kutoka gesti? Mimi nilichoka nilivyosikia hivyo shoga yangu. Nguvu ziliniishia. Tumeshafika bana. Ni pale. Haki hapa. Sasa hizi bana. Jamaa kabisa. Sasa mimi hapa ndo nyumbani. Hapa ndo nyumbani. Kwa hiyo ngoja basi nimwambie kijana aje achukue kiroba changu. Niangalizie bwana shuga yangu hiyo. Babu hamna shida. Ni ushushe kabisa hapa kishushe tu keke hapa. Basi sawa. Sasa hivi anakuja 5000 Haya.
Vipi, hutaki ka juice? Hapana. Haya. Mbona toka bwana? Vipi unaletea sasa mimi hapa? Nisikize. Hapa bwana, sitoka basi kanuki. Sasa kokote. Wewe. Oya, unaongea na mimi au? Mbona nyinyi binadamu mnadharau kiasi hichi? Ina maana njia yote ujaniona mpaka unanipiga teke. Kwa usalama wako, fanya mpango unirudishe pale pale uliponikuta. Hapo? Sio hapo. Asi hapo. Sio hapo. Fanya mpango unirudishe pale pale uliponitoa. Oa, sikiza nikwambie mwanangu. Wewe unataka kuniletea wewe ni utoto. Hiki ni kifuu tu. Usitia mambo ajabu na mambo kibao kufanya. Umeelewa mzee? Ndugu yangu, nitaka ningi la sabr upatwe na mwingi msiba. Sikia, hili jambo mezali ushaliingilia, huna budi kuliko. Alafu mimi pia nipo hapa, usinione mjinga. Hata mimi nilikuwa kama wewe. Na dakika 20 toka nime hapa. Mambo yangu mengi yamekwama. Hivi ninavyokuambia, mimi kwangu kuna matatizo. Lakini iko kifuu kama nifanya niwe hapa ndani ya dakika 20. Nikuombe kitu. Rudi afanye yanachotaka kwa kifuu ili tuweze kuondoka. Niokoe mimi, niokoe na wewe. Mishe na wanangu tuwe kwenye mishe. Okay, mishe. Ukimwona Baba Yaga yuko kwenye mishe. Najike Shupa je yuko kwenye mishe. Na wanangu tuko kwenye mishe. Na wanangu tuko kwenye mishe. Okay, mishe. Unaweza mzee vipi? Mbona atoki? Ukimwona Baba Yaga yuko kwenye mishe. Wewe bado umezitoa wapi? Mimi habari hizi nimezitoa kwa shehe yangu. Kuna mtu yote ambaye anafahamu? Hapana. Usimwambie mtu, sawa? Sawa. Mzee uko wapi? Unakule kotea huko kwa nende huko. Nzene fala kweli, yani nikaotea tokea mimi najifunza tukio baya chenda kuza mbele mko.
Na mimi naenda nyumbani kwa mama. Sawa. Lakini si unajua leo ni zamu ya mwenzio. Kwa mimi mwenyewe najiandaa hapa, muda si mrefu naondoka naenda. Safari njema. Sawa. Alafu mbona kile kifika zamu ya kwenda kwa mwenzio unaaga tu kila siku kwenda kwa mama? Bwana mimi naenda zangu. Afu unapenda sana kulijibujibu jeuri Mbona jeuri sana wewe? Yaani mpaka najuta kwa nini nimekaoa aka katoto. Vipi babu? Mario? Mario wapi ndugu yangu acha. Si nilikwambia lakini. Sasa haijaishi uniambia amna mahali. Check. Kaka Mario. Ng'ombe hilo. Acha ujinga baba. Kwani wanamwita nani tena? Kwani wanamwita nani tena baba yake? Kwani wanamwita nani tena? Kwani huyu ni nani tena baba yake? Kwani huyu wanamwita nani tena baba? Pole sana kwa kusubiri kwa muda mrefu. Lakini nilikwambia. Tulia mwanangu. Bila shaka ile eneo litakuwa na upepo mzuri sana. Mimi kuna mahala naelekea. Hivyo kuna majukumu nataka nikupatie, uende ukatimize. Nenda sehemu moja unapaita Keko Furniture. Ukishafika pale, nenda katafute mabosi wa furniture. Hakikisha mtu ambaye unamtafuta awe na uwezo wa kumiliki kuanzia milioni 10 mpaka milioni 20. Sawa boss. Bambi bambi bam 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 bam. Made mato. Tuko kwenye mission. Na wanangu tuko kwenye mission. Mama, samahani kwa usumbufu. Nadhani mimi kwako ni mgeni. Mimi naitwa Maua. Mama, mimi ni mchumba wa Basili. Mchumba wa Basili? Ndiyo mama. Sijui Basili nimemkuta. Basili hayupo. Sawa mama. Basi naomba niwepo hapa mpaka ataporudi Basili. Wewe ni mtoto wa watu.
Huwezi kukaa hapa. Karibu. Irene mdogo wangu, kuna kitu nataka nikwambie. Samani dadangu. Kwani wewe ni nani? Ila sasa nisikilie vizuri kwa umakini, usimwambie mtu yoyote kama wewe ni mwanaume. Sawa, hiyo haina shida. Sitamwambia mtu yoyote. Mimi elimu ni kitu cha msingi. Sawa? Mnatakiwa msome mpaka mtakapokuwa wakubwa. Kwanza uzuri wa elimu haichagui. Sawa? Uwe wa kike utasoma, uwe wa kiume utasoma, hata uwe mkubwa na mvi namna hii. Na katika vitu muhimu kwenye maisha, kitu cha pili baada ya elimu ni kuweka akiba. Unamjua Siafu wewe? Ana akili, anatafuta chakula, afu anaenda anaweka akiba. Kuna wanadamu anakufa njaa, alafu wanailalamikia serikali itupe chakula. Wewe ulisikia serikali na jiko? Ulisikia serikali na mashamba? Tunatakiwa tufanye kazi ya wananchi, tuweke akiba. Sawa? Sawa, watu wazuri. Lazima niwafundishe kwa sababu nyie ndio taifa la kesho. Kwa sababu msipo we dada. Basili? Inawezekanaje ukawa Basili? Huo ndio kweli niliokuambia. Nini unatembea mbio unatimua vumbi? Unatembea haraka ndio maana uolewi. Watu wanajua unawahi kumpikia mumeo. Haya tata. Sasa hii ni break time. Twende tukapumzike. Sawa? Haya sasa dede. Nenda mpumzike.
Fanya haraka. Dawa iliyochelewa kufika kwa mgonjwa mpaka mgonjwa kafa haina tofauti na sumu iliyowahi kufika. Naona unaipeleka, unawahi. Siku hizi mnajiita jiko, lazima muwe na mafiga haya matatu. Yaani kiuhalisia kabisa, yupo anayeshughulikia kichwa, yupo anayeshughulikia tumbo, na yupo anayeshughulikia miguu, ila hao wote wanategemea shimo moja. Na sijui kitatokea nini baada ya kukwambia, maana hata mganga aliniambia nisiseme ukweli wowote kuhusu uhalisia wangu. Na vipi, unawezaje kuuli katika uhalisia wako? Yaani wewe, laiti ungejua ninapoenda na haraka nako, wala usingenifanyia haya. Tena mimi ndio kufanyia kitu kibaya, ungeniona siku nyingine ungeniogopa. Sikulaumu hata kidogo, kwa sababu muhimu ni kila mtu apate amani. Anayetumikia kichwa apate amani, anayetumikia tumbo apate amani, na miguu apate amani, kwa sababu kinachogawa amani ni hilo shimo. Wewe pelekee bwana. Muone kwanza. Mbovu. Sura mbovu. Na ili hatujalimaliza. Wapelekee wakaisambue. Paka ikija kufika kwa mumeo, imestambuka sambu. Wanafunzi, watoto, John, tuendelee na darasa. Ni vizuri kwa kutulia. Hili ndio darasa letu, na laiti kama serikali ingejua kwamba hili ni darasa, basi ingewaleta wawekezaji kwa ajili ya kujenga hapa, ili kesho na kesho kutwa vizazi vyenu vijifunze chini ya mti. Kwa bahati mbaya yule mganga amefariki. Amefariki? Pole sana kakaangu. Lakini tutahakikisha tunapambana ili uweze kurudi kwenye uhalisia wako. Uweze ukajiita basiri ukiwa katika umbile hilo. Yes, Mendes. Huku kila kitu kiko sawa. Nilikuwa nasubiria tu simu yako na uweze kunipa mrejesho wako ulipofikia. Mmeshatoka? Sasa anapitia njia gani? Ya. Sawa. Wacha sisi tuelekee huko. Ondoa shaka katika hilo. Uko na Baba Yaga Mendes. Wasiwasi unautolea wapi? Hivi unajua kwamba wenye pesa hawana akili na wenye akili hawana pesa? Aya, wacha tukatafute pesa kwa wenye akili. Wacha hiyo, wacha. Kwani wanamwita nani tena? Kwani wanamwita nani tena Baba Yaga? Kwani wanamwita nani tena? Kwani huyu ni nani tena Baba Yaga? Kwani huyu wanamwita nani tena? Kwani Baba Yaga kwanza ana maujanja, ana madili yanamipangika, ana madili mpaka ya viwanja. Atakutapeli mchana kweupe, utaanza kulia, utabaki umekaa na machozi yanatoka, una kule pa kwanzia. Mtu wa kukupa mawazo ya kutokea. Kwani wanamwita nani tena Baba Yaga? Kwani huyu nani tena? Kwani wanamwita nani tena Baba Yaga? Kwani wanamwita nani tena? Sometime kala suti imenyooka, sometime paka Oya, ni aje mzee? Show kali.
Sorry mwanangu, nilikuwa naulizia hapa kama kuna list ya Rais. Mwana hapa mtaamima. Kwa mtaa Katerina. Kwa andalo mbele kidogo. Uizia baina ya Maura. Ma? Uyana basi. Pamoja sana. Yaani nyie mnakufa na simu za wizi. Halafu hata listi hamna. Wewe unaweza kuniambia simu umetoa wapi? Au ujue wewe? Afu nyie naonekana sasa ni wezi nyie. Sasa leo mtaeleza hizi simu mmetoa wapi hizi? Hivi mnajua wenye hizi simu hizi wamekufa. Na hazijapotea simu tu, kuna vitu vingi sana vinapotea. Na inaonekana kwa kijana. Hebu simama hapa. Asa mbona umeniweka sana mamtu? Shida nini? Yaani pale asubuhi nimeamka, shangazi amenipa kazi nyingi, nimefua, nimeosha vyombo na hata hivyo sijafanya usafi ndani. Na ameniambia mna kutoka mpaka umalize kazi za ndani. Itakuwa niambie mama, kwa sababu nimekaa muda mrefu sana kusubiri wewe. Yaani hapa nilipo mwenyewe ndo nimetoka tu, nifanyeje? Ni shida ndo ilionifanya nitoke saizi. Yaani na shida. Si unajua pale nyumbani kwa shangazi pale silipi kodi. Kodi analipa shangazi. Kwa pale kanipa mitihani miwili, nilipe umeme, nilipe na maji. Kwa nini ulipe umeme na maji? Ambao ni shilingi ngapi? Yaani hapa nilikuwa na shida kama na 20,000. Shilingi 20,000. 20,000. Sawa, mna shida, lakini kuna vitu ambavyo mmemtutaka kuvizingatia. Nimeshakwambia mara kibao. Nahitaji mpajue uko unaishi. Kuna leo na kesho, kuna kuumwa. Sio kuumwa tu. Hapa naponiona upo kwenye ukaguzi wa nyaraka za serikali. Naomba muda wako kwa ajili ya ukaguzi. Twende. Twende huko. Unakufa. Sasa kwenye kufa ndio hatari, kwa sababu naamini hakuna jiko linaloweza kuvumilia kudumu na mafiga mawili. Lazima tu litaanguka. We, tena unikome. Unikome kabisa. Toka kule na kuona tu unavyonifuatilia. Nimekwambia tena unikome. Nione kwanza. Unapenda kunifuatilia kila wakati, si uniache. Yaani mimi nikuache? Nikuache kwa kuteketeza chakula? Kwa kisingizio cha kuivisha? Haijawahi kutokea. Brother, na kuona unaendelea kupekua, unaendelea kusachi. Ni wazi kabisa umesahau ulipoweka hela. Suruali ni yako. Endelea kusachi mpaka utakapoona ni wapi hela umeweka. Kijana, sisi ni maafisa kutoka katika ofisi za serikali. Na hapa leo tupo kwa ajili ya ukaguzi wa nyaraka za serikali. Kuna mali nyingi sana zimeibiwa za serikali. Hivyo tupo mtaani kwa ajili ya kukagua mali za serikali. Nikuombe tu, mimi ninachohitaji kutoka kwako ni ushirikiano wako wa kutosha ili tuweze kukamilisha swala hili. Ukisema uongo utajuta. Ukisema ukweli tutakuacha na utakuwa huru. Zimeibiwa bunduki 36. Kuna madini yalikuwa yametoka Melelani yamekuja hapa. Yameibiwa na watu wasiojulikana. Lakini pia kumekuwa na umiliki halali wa madini bila kuwa na kibali. Pia vyote hivyo tunakagua. Sasa kama utakuwa uko na mali yoyote katika hizi ambazo nimezitaja, ni vyema ukaonyesha ushirikiano wako wa kusema ukweli kabla hatujafanya ukaguzi. Sasa kabla sijafanya ukaguzi, je, una lolote la kusema? Achana naye. Ni chizi tu wa mtaani kwetu. Sijui kalogwa na bibi yake, yani hata eleweki yani.
Kila anayemwona anapenda kumpamia pamia tu, aende zake huko. Chizi? Brother, mimi sio chizi. Mimi ni kichaa mwenye akili timamu. Na ndio maana nakula mboga za majani ili kuongeza damu. Lengo langu niishi ili niwasaidie wajinga wachache wenye ufinyu wa kufikiri kama wewe. Ubabu. Nenda. Naenda ndio. Okay. Tuachane na yote. Nasema shida shilingi 20,000. Na shida tu 20,000. Chukua hapo mtu hiyo itakusogeza siku 2-3, achana na 20,000 tu. Ishi nayo yote sawa. Unajua jinsi ninavyokupenda mchumba wangu. Bila shaka ukimya wako unaonyesha kuwa hauna mali yoyote ya serikali. Ikitokea kuwa hauna mali yoyote serikali, na sisi tutakuacha. Sawa. Lakini kama ikatokea uko na mali ya serikali katika hizo ambazo nimezitaja, faini yake ni milioni 200 au unakwenda jela miaka 30. Naomba tuanze ukaguzi. Hii nini? Mkanda. Sawa sawa. Kwa makamu yangu mimi siye kushuhudia kitu kama hichi. Hebu acheni bange zenu hizo. Kwa hiyo huyo mwenyekiti nasema hiyo. Poleni sana jamani. Maana ni toka baba alivyofariki, yani kuhusu mambo yake, mambo mikoba, yani hakuna mtu yote anejua. Yani kwa shauri labda hapo sijajua, ni labda mjaribu kwa waganga wengine ili mpate kusaidia. Unanidanganya, si ndio? Dada, una jinsi yote ile ya kufanya imadi uwezo kutusaidia? Kwa kweli hapana dada zangu, sina chochote nachokifahamu. Labda kama itatokea nitajua chochote, kwa kuwa tunawasiliana, nitawapigia simu. Basi tunaomba uvue kiatu ili tuweze kujua hiki chuma ni cha aina gani. Kwani wanamwita nani tena? Kwani wanamwita nani tena baba yako? Kwani wanamwita nani tena? Kwani huyu ni nani tena baba yako? Kwani huyu wanamwita nani tena? Ongea mkuu. Wewe mwenyewe umetoka kusema hapa nikisema ukweli mambo yatakaa sawa. Mimi niko tayari kusema ukweli. Yaani endapo kaonyesha ushirikiano wa kutosha, ukatuambia ukweli, kwa nini tutumie nguvu kubwa sana kwenye kuzungumza na wewe? Unachotakiwa uonyeshe ushirikiano ili usije ukapewa kesi ya kichwa. Umeona wale wanakwenda kuozea jela, wale wamekutwa na pembe za ndovu. Mimi nao hivi. Hichi ndio ulichokuwa nacho? Ndio mkuu. Sasa wakati kinapotea hiki kipande, kulikuwa kuna mali zingine kama hizi. Unaweza kutuambia ziko wapi? Kiukweli mkuu, mimi nimeliokota tu.
aliyekutwa na pembe za ndovu anatakiwa aseme mwili wake uko wapi. Sijui unanielewa? Hii ndiyo mali ambayo inatafutwa na serikali. Na tuko peke yetu, wapo watu wengi sana ambao wamezunguka Tanzania nzima kwa ajili ya kutafuta rasilimali za serikali. Sasa wewe tumekukuta na hichi kipanda kidogodogo. Na wakati kinapotea hiki kulikuwa kuna mali zingine nyingi. Sasa unatakiwa uonyeshe ushirikiano wa kutosha. Kama una zingine umeweka kwenye begi huko unatakiwa useme. Hapana kiongozi. Mimi nimeokota hilo tu. Sijui kwamba ndio ilikuwa natafutwa pia. Sawa, utaeleza tu ni wapi ambapo uliitoa. Shika, iandike hiyo. Jina unaitwa nani? Mimi naitwa Dianga. Miaka yako? 28. Umetoka mkoa gani? Arusha. Ikikuangalia na kuona bado ni kijana mdogo sana ambao bado unahitaji kupambana ili uweze kutimiza ndoto zako. Sasa endapo tukisema tumchukue utende naye kule, anaweza kaenda kuuzea jela, alafu wakasema kama imepatikana hiki lazima utaeleza na vitu vingine viko wapi. Sio, unanielewa? Sasa kwa usalama wako tu, sisi tunaweza tukakuacha ukaenda zako. Maana vizuri, muandikie kibali hapo, alafu saini kabisa hiyo karatasi mpatie huyu kwa ajili ya kutembea nacho. Ukikutana na wengine kama sisi wakaguzi, waonyeshe hii karatasi ya barua ambayo tunakuandikia hapa. Waambie mimi nimeshamalizana nao. Kuna namba zitakuwa hapo, watatupigia sisi, sawa? Na wanangu tuwe kwenye mission. Okay, mission. Ukimwona Baba Yaga yuko kwenye mission. Najike Shupa J yuko kwenye mission. Lakini kuna maswali mengi bado najiuliza kwenye kichwa changu, na kila nikijiuliza sipati majibu kabisa. Huku ni wapi? Maana toka nimepata ufahamu, yaani sielewi niko mazingira gani, kijiji kipi, mkoa gani. Naona tu watu wazunguka, naona tu miti, lakini pia nimekuona wewe peke yako pamoja na yule dada ndani. Kwa hiyo hata njia kuelekea imani kwetu sifahamu. Kwa mazingira niliyokutana nayo kule msituni, nilijua kabisa utaweza kufahamu chochote kile. Na kuhusu mimi ni kuondoe hofu, mimi ni mtu mwema sana, na yule ndani kule ni mke wangu. Asante sana kaka. Kama singekuwa wewe na huruma yako hiyo, sio ningekuwa wapi sasa hivi. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mimi nikuombe jambo moja tu, wala unaonesha hata njia ya kutokea ili nirudi kwetu. Na wanangu tuko kwenye mission. Na wanangu tuko kwenye mission. Karibuni vijana. Nando. Kamu, baba ipi hapa? Salama. Wema. Lakini si kwema sana mwenyekiti. Ndio. Bwana, katika pita zangu nimekipamia hichi kifua. Lakini maajabu, hichi kifua nilipokiparamia kinaniongelesha, kinaniambia nikirudishe pale nilipokitoa. Kinaongea jipo. Na ndo maajabu, na sisi tunashangaa hichi kitu. Ni labda bange? Babana mwenyekiti, tofauti bange. Tuone. Hichi ndo kinaongea unasema? Ndio kinaongea. Kwanza nini ifu ikaongea? Kwa makamu yangu mimi siye kushuhudia kitu kama hichi. Hebu acheni bange zenu hizo.
Kwa hiyo huyo mwenyekiti Mnasema ye Nanita? Sio sisi mwenyekiti. Watufu. Hivi kwa nini nyinyi binadamu mnakuwa mnadharau kiasi hiki? Yaani sijakukosea kitu chochote kile, lakini unadiriki kunitupa na kuniumiza kiasi hiki. Nadhani kilichopatikana mmekiona. Hizo simu wewe nenda kauze, kitakachopatikana utagawana na wenzio, sawa? Lakini mimi hili dini wacha nikalipime. Nitakachopata nitawaambia, sawa? Shika uchafu. Na kama kutakuwa na mission nyingine pia nitawaeleza. Hivyo vifaa vyote peleka ofisini. Naomba niwatakie majukumu mema. Simu zitaita. Kama kuna lolote nitawapigia. Haya. Hapa mimi siwezi kuelewa, umeona? Ni kitu ambacho hakina hata watu wote. Wewe sikiza kuelekeze. Katika maisha yangu, katika maisha ambayo nimeishi mimi mpaka saizi hapa nilifika, sijaipata mimi mauzauza kama hapo. Utakuta mkula cha mtu. Kama sio cha mtu mkula mke wa mtu, kama sio mke wa mtu umeiba cha mtu. Blaza, sijawahi kuiba cha hapo. Wewe umeona ni biza nini bwana? Maisha yenyewe mafupi siku hizi, watu wanataka kuenjoy. Unaleta mauzauza kama haya. Mimi kinapeka wapi? Hiki cha kwako wewe utajua mwenyewe, na mimi hapa bwana, mimi na wewe. Sawa, najua ni cha kwangu mimi kwa sababu huu msala umeanza kunipata mimi. Ndio, acha tu uanze kupata wewe umekula cha mtu. Kama sio cha mtu umelala na mwanamke wa mtu. Maisha gani hasa? Tunahangaika nacho si cha nini? Ndugu yangu, naomba tusaidiane ndugu. Tutasaidiana, sasa baki nao huo msala wa kwako, baki nao wewe. Mimi sina msaada kama mwingine na wewe ishi nao. Mimi nishakusaidia kwa mwenyekiti pale, tuafika pale kinatuleta mauzauza. Kotoa kinataka mauzauza. Wewe kitu gani unaongea? Wewe hicho umebeba cha mtu, utajua wewe na maisha yako. Wewe, sishakukataza sije nyumbani kwangu. Napiga simu yako upokee. Njoo. Sishakwambia sije nyumbani kwangu, ndo maana nikakupangia pule. Sawa, lakini sikupati kwenye simu na ndo maana nikaja huku. Wakati unajua fika kabisa kama kule kodi imeisha. Bwana nyumba mwenzio ananisumbua toka juzi, sina amani. Najua sawa, shingapi? Kono hujui kodi shingapi? Shitalia. Hapa sasa sawa. Bila baadaye nitakucheki. Kwani mbona hichi kifua kinanizeveza sana? Nimekosea nini mimi? Na kwa nini kinizululishe hivi? Shida yote ni nini na kinataka nini? Lakini kwa macho ya kawaida kinatizamika kama ni kifuu tu. Nini nifanye ili niepukane na hili tatizo? Nini nifanye ili niepukane na hichi kifuu? Brother, unajua Mungu ni genius. Mungu ni fundi. Yaani Mungu alijua kabisa akiweka sukari kwenye makamasi watoto watafaidi. Akaamua weke chumvi. Commercial. Una ukaka na nini huyo? Menta. Anakera bwana.
maana kuepukana na hichi kifo si swala dogo. Hatimaye hicho kinaondoka, suluhisho lishapatikana. Ukimwona Baba Yaga yuko kwenye mission. Najikeshupa je yuko kwenye mission. Ote tuko kwenye mission. Baba Yaga anafanya mambo yake, mala watu wanaingia paka mkenge. Tunajua anaokuingiza mkenge. Mishe na wanangu tuko kwenye mishe. Yani mishe na machizi bodi tuko kwenye mishe. Machizi bodi je yani wapo kwenye mishe. Wanacheza wengine wanakula kushi, unajua wanavuta, wanapongesha paka glass, unajua yani wanakula paka jana.